Bahati nzuri nimekutana na mwenyekiti wa tawi la Simba. Kwa bahati hili tawi jina lake sijalifahamu vizuri, lakini hapa pana sehemu ya watu kupata kahawa nyakati za jioni na tangawizi, na nimejuzwa kwamba mwenyekiti aliyekuwa mbele yangu anaitwa Bwana Osama. Sasa sijajua jina lake la pili ni nani. Kwa hiyo Mheshimiwa Osama, karibu kwanza. Karibu kwenye channel yetu ijulikanayo kama Kafu Ilala. Tumekuja kuzungumza na wewe kuhusu hasa masuala ya mechi iliyopita ya kati ya Simba na wale jamaa wa Morocco. Kwa hiyo naomba uniambie kwa ufupi au kwa upana wako, unafikiri kitu gani kilichosababisha mpaka mkafungwa zile bao mbili? Kwanza nashukuru kwa kufika kwenye kijiji chetu. Hichi hapa sehemu kwa Kombo, mimi ndio mwenyekiti wa kijiji hichi. Swala lako la kuhusu mechi iliyopita na kwa nini tukafungwa, ni kuwa hatukuwa na mpango mkakati ya kucheza na wale mabana, na la pili hatukuwaelewa mfumo wao na mpira wao. Ilikuwa ndani dakika 20 tukubali si kuwa nyuma. Ilikuwa soma wale mabana wanakujaje. Lakini ndani dakika 20 tukafunga moja kwa moja. Kwa hiyo tukafunga goli mbili. Baada ya hapo mwalimu baada ya kuwaelewa watu wakoje, akatengeneza timu yake, ikabalance, ikatulia. Tukakosa bahati ya kupata goli tu. Kwa hiyo ni makosa tu ambayo kuwa ya kutokujua mpinzani wako yukoje na anakujaje. Na ile heshima ya kuweka mtu akiwa nyumbani kwake kumwekea heshima, tukafunga moja kwa moja. Kwa hiyo katuletea madhara. Unafikiri kwamba kushangilia kwenu mara baada ya ile mechi kuisha kuna wapa tumaini gani wapenzi wa Simba mara baada ya timu ya Simba kurejea Dar es Salaam? Tulifurahia kwa sababu kwanza magoli ni machache tuliofungwa. Timu zote zilizokuja pale kafungwa goli ndogo ilikuwa nafungwa 3, lakini ilikuwa nafungwa 4 nafungwa 5, lakini sisi tulifungwa goli 2. Kwa hiyo tulifurahia kwa tukiwa nyumbani tunaweza kurudisha goli 2 na kupata nyingine ya ushindi. Kumetokea sintofahamu sasa hivi. Naam. Awali hapa kulikuwa na mgogoro kwamba watu wanasiwiza tunacheza Dar es Salaam au tunacheza Zanzibar. Msemaji wa Simba akasema msiseme hiyo kwa kipindi hichi. Unafikiri ile mechi kuchezewa pale Zanzibar unajiona je kunaleta matumaini? Mimi kwanza hii mechi kuhamishwa uwanjani kama kwa Zanzibar kidogo imeonyesha kitamna gani? Hapa kwa Nkapa hata kama ingefunga goli 4 ilikuwa naweza kupata goli 6 au 5. Zanzibar wale mabana wameng'ang'ania ndio wa Zanzibar kwa sababu ni uwanja ambao kwa wanaumudu. Watu kidogo na uwanja ni mdogo. Kwa hiyo kidogo limeturudisha nyuma. Lakini kwa sababu tuko kwenye vita na ishabidi kwenda kucheza Zanzibar, tunatafuta mbinu nyingine za kuamaliza pale Zanzibar kombe aliacha. Huoni kwamba lugha hiyo inakatisha tamaa walio wengi? Hakatishi tamaa, tunasema halisia. Jambo useme ukweli. Uhalisia jambo usiseme kitu ambacho kwa nini. Sema ukweli. Wa jambo lenyewe lilivyo. Kupeleka Zanzibar kidogo umetoka njia. Lakini kwa sababu imebidi tunakwenda Zanzibar, tunatafuta njia mbadala ya kucheza nao Zanzibar na kuwashinda Zanzibar. Kuwashinda sio kwa fungu moja. Kuwashinda kubakisha kombe. Ishabidi tukacheze Zanzibar, tutafanyaje? Inabidi tuende. Lakini ile Zanzibar tutatafuta njia inayobidi kombe libaki kwa njia yote. Kwa njia yote. Ilikuwa mpirani. Sio njia mpira. Ilikuwa mpirani. Unaniambia kwamba Watanzania wajiandae kwa kushangilia? Ile jambo nadhani mpaka Ijumaa ukinitafuta itakuwa nimekupa jibu sahihi. Na mia kwa mia kukwambia jambo kilichokuwepo. Lakini mpaka sasa tukadimia na nakwambia. Kombe litabaki. Ijumaa ni kesho. Ndio. Na tuseme Jumamosi. Ijumaa tu. Sasa kwa sura hiyo Watanzania kupitia kwako wewe wajenge tumaini kwamba tunapata ushindi wa zaidi ya goli 2. Mimi nasema wale jamaa sio wasumbufu. Sisi tunasumbuliwa na ndugu yetu. Nani? Ndugu yetu. Nani? Dada yetu Yanga ndio sumbufu. Lakini wale jamaa Amerikani. Ana mahusiano gani na ile jamaa? Yule bana anafanya kila njia ili ndani kombe sisi tulikosa. Na ndio maana yeye alitafuta namna kupeleka fitina ili ndani mechi isicheze Dar es Salaam ikacheze Zanzibar. Nasema Zanzibar mimi ni kwetu. Na vijia vipengele vyote na wajua watu wote. Kwa hiyo ile kombe kama limekwenda Zanzibar nasema limekwenda nyumbani. Kwa hiyo Mungu shamba tabaki. Hebu tuambie kwa upana kidogo.
kila siku nasikia wale wenzenu wanasema tucheze ng'o, tucheze ng'o. Uone kufungwa kwenu kutawapa tumaini la wao kucheza. Iwapo mtafungwa, uone kwamba wale mabana wale Berkane hatukufungwa na Yanga. Na Yanga anasema hawachezi, mdomoni kupembeni anasema tatizo la Simba sio Simba, tatizo la Simba ni mpanzo. Hatuna beki ya kumzuia mpanzo. Ile Simba tumefunga sio Simba hii. Maana yake kutaka kuzuia Simba kwa kuzuia mpanzo. Mpanzo bila watu 4 5 humzui. Sasa yeye anasema palikuwa na Kibu. Wakawa watu 3. Walizuia na penalti 3 zikatokeza, refa tu hakutoa. Sasa leo kaongezea mpanzo. Kuna yule Mzambia, kuna na Kibu, tunafanyaje? Kwa sababu tumepata njia kutokea, ni bora tupige faili. Mechi tukopeni. Katibu, una lolote la kutuambia katika hilo? Mimi ya kuongea lipo. Kwamba una lolote la kutuambia katika hilo? La kuongea nilipo mheshimiwa, kwamba sisi nianze na mechi ile ya kwanza. Ile mechi ya kwanza tulicheza vizuri tu, ila kama unavyojua ugeni ni ugeni, na wale wenzetu kwa sababu walikuwa nyumbani kwao, umeona bwana, wakatuwahi dakika za mwanzoni zile wakapata goli. Lakini baada ya kocha wetu kukaa na timu yake wakajipanga vizuri, naona kipindi kilichofuata kimbele kinarudi nyuma. Maoni yangu ndio hayo. Leo nashukuru kwamba nimefika eneo hili la Vingunguti. Nimepata bahati ya kuzungumza na viongozi wa Simba na wanachama wa Simba wa eneo hili, lakini napata hamu sana ya kuzungumza na mtu mmoja maarufu sana katika eneo hili, kwa jina anaitwa Rajabu, lakini wale wengi humuita kwa jina moja tu, Pengo. Sasa Pengo, natamani sana nikusikilize ujue, na hata kuzungumzia mechi ijayo, jambo ambalo huyo anayekuja kombe cha kawa. Natamani sana uniambie nini msimamo wako kuhusu mechi iliyopo mbele yetu. Zingatia zimebakia siku chache, na wewe unajua nini kinataka kifanyike ili mambo yaende. Sote tunahitaji ushindi, tuwe na furaha kwa wote na furaha kwa Watanzania. Sisi ndio wewe ndio sisi. Tunaomba maoni yako kwa sekunde 2 tu. Maneno yako yanatamani sana kuyasikia Mheshimiwa Rajabu, hasa kwa jambo hili muhimu. Naam, ndugu mtangazaji, tunashukuru kupata fursa hii ya kuzungumza na sisi wadau, wana michezo, mashabiki, wanachama, kwa nafasi hii kupata. Tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Ili tunazungumza na watu watambue, wakuwa na wasiwasi kabisa, waondoe, kombe linabaki. Tupo katika funga, tupo katika sala kuhakikisha heshima ya nchi inapatikana. Maana tupo katika hii hali, unaona watu walipokuwa Moroko walinyamaza wale mabwana kwa vijimbo waliotuwakilisha kuelekea kule. Ule ukimya unaopatikana kule utadhihirisha kwa kwenye nyoyo zao wasiofika huko kujua kwamba watu kweli washakuwa wakubwa. Simba ni timu kubwa. Kwa watakula mbele furaha pale Moroko imoi Tanzania. Nakwambia watakula nyingi. Kwa hivyo Allah ndiye anayetoa. Pamoja na vindembe vingi, fitina nyingi, hasadi nyingi. Hii ndio uwanja uliokuwa mkubwa hapa. Tumia sana vilio, lakini sisi tukiwa kama wanachama na mashabiki, kila kitu tunamwachia Allah. Watu wanasema kuondolewa kwa Mkapa na kupelekwa Zanzibar kuna tofauti kubwa. Hebu nipe tofauti yake. Shehe, pana historia kubwa Zanzibar. Isitoshe wengine humu umekuwa mdogo tu. Pana historia kubwa Zanzibar. Lakini Allah anasema shari minallah, heri minallah. Uwezo wa Allah linabaki. Imani gani kwa Tanzania? Jumapili ijayo kwangu ni siku ya furaha, endapo wapinzani wangu wakikanyaga 3 au 4 hivi, yani wakikanyaga 3 4 hivi, ndio itakuwa jambo la furaha kwangu. Kwani wewe ni mpenzi wa Yanga? Yanga kindaki. Tuambie, hebu niambie, kama leo unawataka ndugu zako wale wafungwe, ina maana utaingiza timu siku ikipangwa mwezi ujao? Natamani niingize timu ili niwaonyeshe nani baba nani mama ndani ya nyumba. Unasema dhati utaingiza timu, maana unasema kwa nini? Itabidi dabi iingie, kwa maana nitawapoza machungu ya kombe, maana walisifu sana kombe lao. Kwa hiyo unakubali ufungwe kwenye dabi? Hata nikifunga ili madi wakati kidogo kupoza machungu. Unajua kukosa kombe sio kitu nini mchezo. Tulikosa kombe ambayo ilikuwa umejinadi mtaa mzima, yani kama hapa kwenye kijio cha kahawa tulikosa furaha kwa ajili ya kombe. Hapa kuna mtu anaitwa Osama.
ambaye ndio mwenyekiti yeye utampambana naye kweli kivizazi? Yani natamani siku hiyo yani asiondoke asikose hata kidogo yani hiyo mechi. Asipungue. Vipi wakishinda utaweka wapi sura yako? Maana maneno haya yanakaa kwenye kumbukumbu. Siku hiyo naona nitaumwa kama wiki hivi nitakaa ndani. Maana najua wamenipania. Kwa hiyo yako ujenga. Bila kama mbaya ujenge nchi yako. Kwa sababu wao walitunadi sisi tulivaa cheni bandia. Kwa hiyo na sisi tunatamani wao wavae. Wao. Na sisi tunatamani wao wavalishe mbele ya mama shanga tuone zitakavyowapendeza. Mimi nasema mgogoro ambao umeingia katika nchi yetu na uchaguzi uko karibu. Na Chadema amesusa kuingia kwenye uchaguzi. Vyama vilivyobakia vitafaidika. Hususan CUF. Kwa sababu wale wafuasi wa Chadema mahali ambapo kukimbilia palipokuwa karibu na ambapo pataleta mvuto basi chama cha CUF. Kwa hiyo atavuna wanachama na atafaidika kwa asilimia kubwa tu. Kama CUF ilikuwa imesinzia basi itaamka kwa asilimia kubwa na itarudi ile mvuto uliokuwa nao zamani ule amshamsha basi watarudi. Hilo itakuwa ni faida kubwa sana kwa vyama vya siasa ikiwemo CUF wenyewe. Waliokuwa wafuasi wa Chadema baadhi wamejiunga na Chauma hivi siku za karibuni, na Chauma wamewapokea na wamewapatia baadhi ya nafasi za juu kabisa za uongozi ambazo kimsingi zinatafsirika kwamba chama cha Chauma kilikuwa hakina viongozi wa ngazi za juu. Hao unaweza kuwaongeleaje? Japo kuna minong'ono kwamba wale waliokuwa G55 hawajawahi kuwa viongozi wa kupata nafasi za kugombea, wamekuwa ni wateule kipindi cha uongozi wa Moi. Unawapa asilimia ngapi kuelekea uchaguzi huu chama cha Chauma pamoja na wafuasi wake hawa waliotoka Chadema? Chama cha hicho cha Chauma mimi naweza kusema ni chama pandikizi. Na hawa wanaokwenda kule wanakwenda kwa maelekezo. Kwa hiyo hata kama atakuwa anaweza kupata nafasi yote, lakini kwa sababu ni mtoto ambaye kwa ndani atapona chochote kitu. Lakini naamini na vyama vilivyobakia kutoka jambo hili la kisiasa linalotokezea kwa Chadema, vyama vilivyobakia watafaidika kwa asilimia kubwa. Watafaidika kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu sio kila mtu ambaye atakwenda kule. Kuna wengine na mbegu tofauti watakwenda upande mwingine. Na kuna wengine hawako kwa maelekezo ya kwamba na mtu mahali fulani. Yeye mwenyewe anajiamulia. Kwa hiyo vyama vilivyobakia watapata faida kubwa sana. Maoni yako na ushauri wako kwa Watanzania ambao hawana vyama au wana vyama lakini kwa mfano kuna tuseme sasa hivi kwa mfano kuna Watanzania ambao ni wapenzi wa Chadema lakini pengine chama chao inavyoonekana kwamba hakitaruhusu wanachama wao kugombea nafasi za uongozi. Sasa unawashauri nini Watanzania ambao aidha wana vyama au hawana vyama lakini wamejiandikisha na wana haki ya kupiga kura? Unawashauri nini? Kama umejiandikisha na una nia ya kupiga kura, ili jambo la Chadema tusiishinde. Kama ni mpinzani atafute chama ambacho kwa kinamvutia na kina mwelekeo na kina mvuto na kina malengo, basi akajiunga apige kura. Au kama ataka madaraka au mgombea atafute chama ambacho kwa mwenyewe anaona kinamfaa, aende akajiunge agombee, kwa sababu lengo na madhumuni ni kupeleka nchi yetu mbele. Na siasa isogee mbele. Sio kwa sababu fulani kasema mimi natoka basi wengine watoke. Hapana. Hawa mapungufu nadhani ya leo ni tume uchaguzi hatuwezi kuyamaliza kwa pembeni. Isipokuwa ni kufanya siasa tukapata wawakilishi walikuwa wengi tukagombana nao bungeni. Nadhani ingekuwa ni jambo zuri tu na jambo ambalo lingekuwa na faida kubwa sana. Ilikuwa ni kupiga kelele kwa pembeni. Twendeni peleke wawakilishi ndani ya bunge tukaziteue hizi siasa ambazo kandamizi, sheria kandamizi bungeni. Katibu, tunataka siasa ambayo iliyotulia. Umeona bwana, vyama vyetu tunajua sisi wenyewe tunapiga kula wapi. Umeona bwana, sasa kama viongozi wa hivi vyama hawatulii katika vyama, wanakuwa na migogoro ndani, hii kidogo inakuwa inasumbua. Umeona bwana, kwenye nchi ili tu wakae, umeona bwana, wamalize tofauti zao katika vyama vyao hivyo, au viongozi ambaye wakae katika vyama vyao. Kwa